Mwezi uliopita mambo mawili yalifanyika. Kuna sister moja katika nchi ya Nigeria alitoa lalama zake za kudhulumiwa, na akaongea kwa mapana na marefu, kwanza kwa maandishi, baadaye katika mahojiano, na watu waliongea vitofauti, hisia tofauti. Wengine wakasema huyu ni mbaya, wengine wakasema hapana, amedhulumiwa nini. Waliongea mabaya wakasema unajua hawa sijui ni nini. Wengine waliongea mazuri wakasema hapana, ni hivi na hivi. Na ilikuwa ni jambo ambalo lilitandaa mitandaoni kabisa. Alikuwa na tetesi zake, ni za kweli hatujui, sio za kweli hatujui. Waliopeana maoni yao yategemea walikuwa mrengo gani, lakini niliona kwamba baadhi ya waliokuwa wakitoa maoni wakimshukuru walikuwa na uchungu fulani, walikuwa na hasira fulani, walikuwa na kejeli fulani kuhusu maisha ya masista, wakimunga mkono kwa kutoka. Waliompinga kwa kutoka, walipoona kwamba kutoka kwake na kuongea kwake sio vizuri, pia walimuingilia sana. Wengine wakamtusi, wengine wakamkashifu kwa mambo mengine mengi tu. Na niliposoma nikasema, nafikiri hapa kuna hawa wote wanaomtetea na wanaopinga jambo vile alisema, wote kuna jambo fulani ambalo hawajalifahamu ama haijawaingia vizuri. Baadaye kidogo katika mitandao bado tukaona tukio, nenda ukaambia Asumbi, sister moja, hatujui nini ilianza kivipi. Kile ambacho tuliona ni anamzomea mwenzake, na huyu mwenzake anasema unanipiga mbele ya wafanyikazi nini nini, kamzaba kofi. Ikakuwa tena ndio story. Wale ambao wanaelewa masista story, wale ambao hawaelewi masista story, za kukashifu, kutusi, kukejeli na mambo kama hayo. Na kulikuwa na hasira nyingi tu. Jumamosi hii kukakuwa na tukio kwamba mtawa amefariki, amepatikana ni kama alipigwa na kifaa butu, amefariki. Wameshuku mmoja wao leo alikuwa kwenye kizimbani kwenye mahakama. Watu wamezungumza kukashifu, kumtusi, sijui nini, na ni mshukiwa tu. Wamewachana na yeye sasa wameingia kwa maisha ya masista, sijui wakoje na ni nini na ni nini. Msikilizaji, nataka uangalie huyu. Muangalie huyu. Ni bin Adam ama sio bin Adam? Hebu muangalie huyu.
ni bin Adam ama sio bin Adam? Hebu mwangalie huyu, ni bin Adam ama si bin Adam? Msikilizaji, nataka tuzungumze. Huyu hapa, huyu alizaliwa baada ya mama yake kushika mimba kwa siku hizo kama wewe na mimi. Msikilizaji, huyu hakutoka mbinguni akaanguka. Hakununuliwa supermarket. Hakutengenezwa kwa mikono ya bin Adam. Huyu hapa alipewa jina, akasoma kama vile wewe na mimi tulipewa jina na tukasoma. Masista ni bin Adam. Lakini kuna swali. Mbona wakitenda kosa, sisemi kwamba tushabikie na tufurahie makosa yao, la hasha. Yule sister kutoka Nigeria aliwacha shirika na akalalamika jinsi alivyoteseka kulingana na yeye katika shirika. Watu walileta shida sana, na nikajiuliza, ni wangapi katika ndoa wameachana katika hali ya talaka na wakaenda na leo hii bila kujali wanasema I'm divorced and we are okay with it. Huyu na mwenzake walifunga ndoa, wana watoto, imefika mahali imeshindikana, na tukiona kabisa hii ndoa italeta maafa ama italeta shida zaidi, tunawaambia hata heri muachane kwa uzuri, uhai idumu. And we are okay with that. But a human person ambaye amechukua nadhiri katika shirika hilo, kama vile huyu mwingine alichukua nadhiri katika ndoa, anapo divorce the congregation, sababu zake tunataka kumumaliza na matusi. Tunakashifu shirika lao, tunakashifu kanisa. Huyu ambaye aliachana na mwenzake wa ndoa, hatukashifu ndoa, hatukashifu watu wa kwao. Tunasema move on, Mungu atafungua njia nini. Nimekuwa nikijiuliza kwa nini tuna hasira hiyo, tuna kejeli hizo, tuna hamaki hizo. Msikilizaji, yule mwenzake alipozabwa kofi na akazabana kofi, ilikuwa ni story. Jana kuna jamaa amedunga mwanajeshi mkuki. The story was not as intense
yule jamaa aliyemdunga askari ambaye analinda State House mshale, the story was not as intense kama ya yule sister aliyempiga mwenzake kofi. Leo kuna sister huyu ambaye ameshukiwa, alikuwa mahakamani. Watu wameongea, watu wamezungumza, mitandao imewaka moto. Lakini wangapi wamefunguliwa mashtaka ya mauaji na haizui taharuki aina hiyo? Tumesikia mama amemuua mume wake na watoto, baba amekata mke wake kichwa akaipeleka polisi. Watu wakisikia hiyo wanasema nafikiri hiyo ni stress, hiyo ni depression, hiyo ni mental illness. We want to give it some therapeutic comments. Lakini ya huyu sister, nobody can see. Number one, ameshukiwa, lakini watu washamjudge. Leo katika mitandao nilikuwa nikiangalia, watu wanasema anafanana shetani, huyu anakaa tu muuaji, sijui nini, na ni mshukiwa tu. Bado watu wanafanya wale wahusika wanafanya utafiti. She is a suspect. Just like nyumbani kukiwa na maafa, wale ambao wako pale nyumbani wanakuwa suspect. Ni kwa nini? Msikilizaji, kwa mtizamo wangu, na hii ni mtizamo wangu, kuna vitu kadhaa vinachangia hali hii. Number one, tumeona sinema nyingi tu, tumeona vipindi katika televisheni vingi tu, tumeona masimulizi kwenye mitandao ya kijamii na ni vingi tu, ambavyo jinsi ambazo zinaletwa kuhusu masista zinaletwa as if they are outdated, ni watu ambao walipitwa na wakati, ni watu ambao hawajachanuka. Yani picha ambayo watu wameweka kwenye mawazo yao ni mafala, sio normal, na zimechangiwa sana na mambo ya sinema, jinsi tumeona sinema. Na sinema sio ukweli, ni acting. Vipindi katika televisheni, they are shown as a little bit outdated. The images are inaccurate. Tumewekwa hiyo dhana kwamba masisters are very strict. They don't even laugh. They are always silent. They are old fashioned. Ndio dhana imewekwa kwenye mawazo yetu, hivi kwamba leo hii utaenda kwenye mitandao. Naona mwenzetu anatufuata, Nyairo mwenyewe. Nyairo pia anasema asante sana, anashukuru na anatufuatilia. Asante sana Nyairo mwenyewe. Tumeona katika mitandao masista wamechukua video wenyewe, ama wamechukuliwa sijui na nani, na wamekaa mahali wanafurahia, wameweka mziki, wana dance.
labda ni rumba. Watu wanasema aje the only music that sisters are supposed to dance ni nyimbo za sadaka, na wakiwa peke yao waimbe nyimbo ama wasikilize nyimbo za adoration, that they don't have life. Wakidance unasikia watu wanasema huyu ameharibika, huyu sijui nini. Tuko na hiyo dhana, they are outdated. Tumewaweka kwenye box fulani pale. Tumekosa kujua kwamba huyu sister amesoma kama vile wewe na mimi tumesoma. Huyu sister ana furaha yake, kuna mambo mfurahisha kama vile wewe na mimi kuna mambo utufurahisha. Huyu sister anapenda michezo, riadha, kuona mpira, anaweza kuwa na support Arsenal, Man U, Chelsea kama vile wewe na mimi. They have a social active life, kwa sababu ni binadamu. Licha ya kuwa deeply spiritual women, they are number one women, human beings with wants, with needs, with aspirations, with hopes, with challenges, like wewe na mimi. Ni binadamu. Wanapofanya kazi hospitalini, msikilizaji, wanafanya kazi hospitalini na wanachoka vile wewe unayofanya hospitalini unachoka. Wanapofunza watoto wetu shuleni, wanakuwa wakali kwa masuala ya nidhamu, wanakasirishwa kama vile wewe na mimi hukasirika mambo yasipoenda vizuri. Kama vile wewe na mimi unahitaji ushauri na saha, masista pia wanahitaji ushauri na saha kama vile wewe na mimi. Wakifiliwa, hisia ni kama zako na zangu. Wazazi wakiwa wagonjwa, hisia zao ni kama zako na zangu. Tumewaweka ni kama tumewekea rula. Hawatakikani kupita hapa. Hawatakikani kupita hapa. Unajua, kati yetu tukiwa 10 leo hii, kuna watu watasema 1 term na kuna wengine watasema 2 term kwa masuala ya siasa. Hata masista, kuna wale ambao wanafurahia uongozi wa Mheshimiwa Rais Ruto, na kuna wengine pia hawafurahii muongozo wa Rais Ruto. Wengine wanafurahia jinsi Rigiji anafanya mambo yake, wengine hawafurahii, kama vile wewe na mimi kisiasa. They are there. Msikilizaji, jinsi uchumi inakudhuru, inawadhuru. Jinsi unataka pesa kukamilisha mambo fulani pia wao. Jinsi
ungetaka uongozi, hata wao. Uhuru ambao unaitaka, hata wao. Sifa, nani hapendi kusifiwa? Hata wao. Lakini haya yote wanayapitia wakikumbuka nadhiri walizozichukua. Nadhiri 3: umaskini, usafi wa roho na utii. Hizo nadhiri haziondoi ubinadamu kutoka kwao. Kama vile wewe katika ndoa, nadhiri uzizoweka katika ndoa haiondoi ubinadamu kutoka kwako. Kwa sababu umeoa baba, sasa kwa sababu umefunga ndoa kanisani, ati hauwezi ukatamani binti mrembo. Wewe mami, kwa sababu umefunga ndoa kanisani, hauwezi ukaona tall, dark and handsome na ukasema wow, this is handsome. Haitoi binadamu. It's a challenge. Majaribu yako, lakini tunang'ang'ana kufuata wema wa Mungu. Leo tukaanguka, kesho tukaamka. Leo ukafanya utoto, kesho ukaona yenyewe nilifanya utoto, na unakasikia vibaya. Hata wao vile vile. Jinsi unang'ang'ana na uhuru wako katika maisha yako, ndivyo hivyo wao pia wanang'ang'ana na uhuru wao katika maisha yao. Lakini sisi tumewaangalia tu katika macho ya spirituality without humanity, spirituality without materialism, ambayo wewe na mimi inatusumbua kila siku. Now, discipline ndio msingi wa kuishi hata maisha ya kibinafsi. Bila nidhamu hautoboi. Lazima mimi hapa studioni niwe na discipline, kwa sababu niko peke yangu. Sasa nitafanya vile nitataka. Kuna discipline ambayo imewekwa katika utangazaji, kuna discipline ya utu wema, kuna discipline katika njia yoyote ile. Wewe pia pale kwenye nyumbani, tangu kuzaliwa, mama baba waliweka nidhamu. Wewe pia ukaenda shuleni ukazingatia nidhamu. Nidhamu ndio jambo la muhimu. Sio malaika wamefanya hayo yote, wanafanya kila siku. Sio kwamba hawachoki, sio kwamba kazi hizo zinawafurahisha. Kuna baadhi yetu tumefanya kazi, kesho ukisikia asubuhi imefika unasema ai tena, hata wao. Lakini nidhamu ya kibinafsi, nidhamu ya shirika, nidhamu ya kule ambako wanaishi, nidhamu ambao wamejiwekea wao kwa wao, nidhamu kwa Mwenyezi Mungu. Masista na hawa nuns wanachukua viapo vitatu. Viapo vitatu: kiapo cha umaskini, kiapo cha usafi wa roho wa moyo, kiapo cha utii. Hizo tatu
wanazizingatia. Na leo hii ukikutana na sister, nikupatie mfano hapa Nakuru, wale ambao wako wengi ambao tunatangamana na wao sana sana, utapata ni Little Sisters of St. Francis of Assisi, ambao pia naona mmoja wao Rachel Marindany, rafiki yetu Rachel Marindany anatufuatilia. Nashukuru sana Sister Rachel, karibu sana. Pia naona Ses pia anatufuatilia. Peter Masharia pia anatufuatilia. Asanteni sana. Wanachukua nidhamu, na sisi tunaona kwamba hii nidhamu inawageuza wanakuwa malaika. La hasha, ni nidhamu anayochukua binadamu. Katika ndoa kuna viapo. Mwenzangu, pokea pete hii iwe ishara ya upendo na uaminifu wangu kwako. Kabla ya hapo waliulizwa na wakasema ndio. Je, uko tayari kufanya hii na hii? Ndio. Je, uko tayari? Huyo ni mume anaulizwa, bwana harusi, baadaye bibi harusi. Ndio, ndio, ndio. Viapo. Unapoenda kazini kuna job description na nidhamu yake, unaweka sahihi kandarasi. Shuleni kulikuwa na nidhamu, tukasema tuwafuatilia. Swali ni hii, mara ngapi tumeanguka? Ni mara nyingi. Hata kule ambako unaishi kwenye ploti ama kwenye kijiji, hapo kuna nidhamu. Kuna watu wameambiwa msimwage takataka ovyo ovyo, lakini mtamka asubuhi mpate mtu amemwaga takataka. Tafadhali msiache maji kwenye varanda, mtu anaweza akateleza kaanguka, mnaamka mnapata mtu na inakukera, inakuudhi. Wengine walimwaga kwa maksudi, wengine kwa bahati mbaya, na watu ni tofauti. Ona hawa ambao tumewaona katika hiyo filamu ndogo tu fupi, wote wamelelewa vitofauti tangu totoni. Wote si watoto wa baba mmoja, si watoto wa mama mmoja. Kama vile mnapoishi kwenye ploti, nyinyi nyote mulelewa vitofauti. Huyu anafanya vilivyo akijua ni vilivyo, huyu anafanya visivyo lakini anajua ni vilivyo. Inakera huyu, haimjalishi huyu, inamuudhi huyu, inamchekesha huyu. Na watu ni tofauti, watu ni tofauti. Nataka jambo la tuelewe kwamba hawa watawa wa kike, hawa watawa wa kiume, mapadri, maaskofu, baba mtakatifu, ni binadamu number one, with their weaknesses, with their strengths, just like you and me. Miaka 3 iliyopita, baadhi ya Wakenya walisema sasa ndio tumechagua mtu mzuri. Leo hii baadhi yao wanasema tulifanya makosa. Baadhi yao wanaona amefanya vizuri, haoni makosa. Ni binadamu. Wanachukua kiapo cha umaskini. Na hapa ndipo wengi wetu tumemisunderstand. Poverty is not misery. They did not vow to live a life of misery. No.
they vowed to live a life of poverty. Kuna tofauti ya umaskini na uchochole. Hawakuchukua kiapo cha kuishi maisha ya uchochole. Walichukua kiapo cha kuishi maisha ya umaskini. Na hapa lazima tuelezee. Nikitoka hapa studioni nikelekea kwangu, mimi huona watu wamelala kwenye mavaranda, wamelala kwenye wengine kando ya mitaro, kwenye mijengo ambayo hayajakamilika, wamejifunika magunia, wengine hawajajifunika chochote, wamejifunika makaratasi ya plastiki na nini, na wanaishi katika umaskini. Lakini hiyo sio ile ambayo watawa wamechukua. Umaskini ambao wamechukua kiapo chake ni ile wanasema freedom from attachment to material things. Freedom from attachment to material things. Masista wana magari, tena mazuri tu, iko hapo, ni ya shirika, sio lake. Ni la kumtoa kutoka point A hadi point B. Ataitumia akienda sokoni, ataitumia akienda supermarket. Mwingine pia ataichukua akienda kazini, mwingine ataichukua wakienda safarini. Katika mpangilio, gari sio yangu, gari ni ya shirika, ni letu. Naitumia nikijua sio yangu. They are not attached to material things. Hana ploti, hana manyumba ya kukodisha, hana gari lake, la hasha. Ni letu. Tunainunua ili kuitumia kwa kazi ambayo tumepewa kama shirika. That is poverty. It is not misery. Iko, lakini sio yangu. Naitumia, lakini sio changu. Watu wengi wame-misunderstand that vow. Ona masisa wanasema ati wamechukua kiapo cha umaskini. Ona hiyo gari, ona hiyo nyumba ambayo wanaishi, ona nilienda kwao siku moja nikakula chakula kizuri sana. Umaskini sio uchochole. Poverty is not misery. It is the detachment from material things. I use it for the greater glory of God. I use it for the purpose and the mission that it was destined to. For the reason that was given to us. Hiyo ndio ndaitumia. Kiapo cha pili, chastity, usafi wa roho. Chastity. Hapo ndipo pia kuna ile kutokuolewa. Usafi wa roho. Haimaanishi kwamba hawana hisia kama wewe na mimi. Katika maisha, mwanaume anavutiwa na jinsia ya kike, wa kike anavutiwa na jinsia ya kiume.
we are all sexual beings. But we have all of us, sote kwa pamoja, we must live chaste lives. Katika ndoa kuna chastity. Naishi katika maisha ya ndoa, na katika maisha ya ndoa inaitisha usafi wa roho, kwamba hata nikifanya tendo la ndoa na mke wangu, naifanya katika usafi wa roho. Mfano, kuna watu watafanya tendo la ndoa na wenzao wa ndoa kimwili, lakini kimawazo kimawazo aliona binti fulani akamtamani kingono, imekuwa katika mawazo yake. Aliona jamaa fulani akatamani kushiriki tendo la ngono naye, imekuwa katika mawazo yake, hivi kwamba ni wawili katika ndoa, watalala kitanda kimoja, watashiriki tendo la ndoa, lakini mawazo yao yako kule. Hiyo sio usafi wa roho. Chastity calls for being there, mind, body and soul. Haimaanishi kwamba kwa sababu nimeoa sina vishawishi, kwa sababu ameolewa hana vishawishi. La hasha, la hasha. Lakini ni nidhamu, nidhamu ya kiapo ulichochukua, kuishi maisha ya usafi wa roho. Hata hawa watawa ni binadamu kama wewe na mimi. Hawakuenda hospitalini wakadungwa sindano, sijui wakakuwa kama simiti. La hasha, ni binadamu na hisia zao. Lakini nidhamu wanayoifuatilia katika ile kiapo cha usafi wa roho kinafaa. Usafi wa roho, msikilizaji, sio upweke. Nielewe. Chastity is not loneliness. Chastity is joy, happiness. Tunaona masista, and what we expect ni kwamba wawe wanasononeka, itakikani wacheke kwa nguvu, itakikani wa amana. Hapana, that they are lonely. Chastity is not loneliness. Kama vile katika ndoa, usafi wa roho ni kujitolea kwa moyo wako wote, nguvu zako zote, akili yako yote kwa Mwenyezi Mungu, kuishi maisha hayo. Kiapo cha tatu, utii. Utii. Utii haimaanishi kupoteza nia. Obedience is not losing of will. Utii ni kwamba unaamini kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu. Mungu anaozungumza na wewe kupitia kwa wakuu wako. All authority comes from God, katika maandiko matakatifu.
kuna wale ambao wamepatiwa mamlaka ya kuwaongoza katika nyumba ambao mnaishi convent ama wanaoishi convent, kule ambako wanafanya kazi. Kuna wale wakuu. Watawa wamechukua kiapo cha utii kwamba Mungu ana nia nzuri ambayo anataka nitekeleze kupitia kwa wakuu wangu. Ndio viapo vitatu, na viapo hivi vyote vitatu vimelala kwenye kitanda cha nidhamu, discipline. Tuko na nyumba nzuri, kuna televisheni, kuna redio, kuna chakula, kuna gari, kuna shamba, kuna mifugo, vyote viko discipline, na vitumia bila kukua attached, na vitumia kwa makusudi iliyoratibishwa kufuatwa. Nina hisia kama binadamu mwingine. Nina hasira, wakati mwingine napandwa na hasira, wakati mwingine nina furaha, wakati mwingine nasononeka na huzuni, wakati mwingine naboeka, kwa sababu nyingine niko na stress. Kawaida. But in the course of that, I must discipline myself. I must discipline myself. Hasira yangu nisiletee wengine nyumbani, nisiletee wengine kazini. Huzuni yangu isiyumbishe jamii. Na wanapata ushauri, na wanataka ushauri, na wanatafuta ushauri kama wewe na mimi. It is a journey with its own ups and downs like any other human life. Wakati mwingine inawashinda, kama vile wakati mwingine hapa kazini hasira zinanipanda na inashindikana, and I burst. Wakati mwingine wenzangu pia they burst. Baadaye unajirudia, unasema I don't think I did well. Unamwambia mwenzako pole. Shetani pia anakuvizia, anakuambia kuwa na kiburi, usimwambie. And the struggles are there. Siku zote adui ni ndani na nje. Kuna wimbo kama huo. Wanapitia haya changamoto hizo, but wanasisitiza, nitapenda watu wote kwa kujitolea mhanga kwa minajili ya Mwenyezi Mungu. Msikilizaji, awe sister, awe nan, kumbuka ni wa jinsia ya kike. Kama vile binti zetu baada ya kubalehe, kama vile wake wetu, kama vile wewe mami, wako na mood swings kwa sababu ya menstrual cycle. They also have it. Hawajaumbwa na simiti wala sio malaika kama vile nilikwambia. Wako na cramps, wako na bloating, wako na hiyo hormone ambayo inaleta hisia hizo zote kama vile wewe na mimi. Hawaingii convent wakapeleka hospitali hizo hormones zikatolewa wakabaki kama mbao, la hasha. Lakini licha ya hayo yote wanasema kuna kiapo cha usafi wa moyo, na nahitaji nidhamu ya hali ya juu kuzingatia hayo. Lakini kama vile wewe na mimi
tunateleza. Baada ya kuteleza, la muhimu, amka, jikungute mavumbi, vaa vazi jipya katika sakramenti ya kitubio, endelea. Lakini wacha sisi tukifanya, it's okay. No human being is perfect. Human is to error. Hakuna binadamu aliye mkamilifu. Ni majaribu yalizidi. Hiyo ni hali ya dunia. Tusijali. Bora tu uanze upya. Bora umejua makosa yako. Lakini wacha mtawa afanye. Unaona? Heri atoke. Heri aolewe. Hata ndio maana hawawezi oleka. Huyu ni shetani. Huyu amela ayayaya. Alafu kuna ile inaita katika somo la logic the fallacy of generalization. Imetuingia sana. The fallacy of generalization. Kwa sababu huyu jirani yangu alinikosea na ni Mjaluo, Wajaluo wote ni wabaya. Kwa sababu huyu jirani yangu ni Mkisii na alinikosea, Wakisii wote ni wabaya. Kwa sababu huyu ni Mkikuyu na nilisikia kwamba Wakikuyu wote ni wa hii, hata huyu. Wakalenjin wanakuanga hivi. Who said? Wajaluo maringo. Waluya wanapenda ugali kukula. Wakale sijui nini. Wakikuyu sijui nini. Na hiyo ndimetuharibu. The fallacy of generalization. Na mimi huelezea watu, nenda kwa jela, utapata wezi pale wa makabila yote. Hautasema tu kwamba Wakikuyu ndio wezi, ati sijui nini. Kuna Wajaluo wengi waliiba, kuna Wakamba wengi waliiba, kuna Waluya wengi waliiba, kuna Mabanjuni wengi waliiba. Kila makosa inafanyika na mtu, lakini tunasimbikia jamii. Sasa kwa sababu huyu sister moja alimzaba mwenzake kofi, my sister. Kwa sababu huyu mmoja kushukiwa tu, anaua. Msikilizaji, kitu ambacho hadi sasa nataka kushukuru kanisa na mashirika, they have not reacted, and that is the strength. Na nilikuwa nikiomba tu katika ile story ya kule Nigeria na yule mtawa, ikakuja sijui mambo ya kupigana kofi, sasa imekuja hii. Mimi nilikuwa nikiomba tu, can the church keep quiet? Lakini baadhi ya watu hata hawajui mpangilio wa kanisa. Na kuna moja nitamtaja, Mheshimiwa Robert Alai, ni MCA kule Nairobi. I expected better. Robert Alai amesikia story ya huyu. Kumbuka yeye ni MCA. It is alleged. Hiyo ndio Kiingereza imetumika. Alleged, mshukiwa. Robert Alai huyo ndiye alikuwa wa mwanzo tu, na anaileta kwa njia
ambao ndaisema na shakumsi matusi, njia ya utoto. Njia ya utoto. Wapi Archbishop Muheria? Ama kwa sababu huyu ni Mkikuyu ndio maana haongei? Ingekuwa ni Mkale, inaingilia wapi? I mean, my friend Robert Alai, that was too low. That was too low. Nasema tu kwa heshima na unyenyekevu sana. That was too low. Na watu wakaanza hapo, sijui nini, sijui nini, it is this, ameshukiwa. Yule aliyepiga na kofi, we don't know how it has been handled. It's upon the congregation. Number 2, bishops are not in charge of these congregations. Kila shirika lina wakuu wake. Kuna general superior, kuna superior general. Wanadili na mambo hayo kwa nidhamu ambayo wameratibisha wenyewe. Kama vile wewe kwako una nidhamu na unaadhibu watu kwako kulingana na mpango wako wa kifamilia. We don't have a general way of mtoto akila sukari, akilamba sukari, mimi nitamwadhibu kivyangu, mwingine kivyake, mwingine kivyake. Huyu atachukua slippers amtandike, huyu atachukua mshipi amcharaze, huyu atamweka chini amsomee, huyu mwingine atamwambia kuanzia leo hautacheza game kwa simu, huyu mwingine atamwambia kuanzia leo hauoni TV. Kuna kila mmoja, and it is discipline. So every community knows how to deal with waywardness. Na kisa wewe umejifanya ndio unajua, unapiga kelele kwenye mitandao, unaandika sijui nini. It's a bit too low. Number 1, it's not fair. Number 2, it's a sin. Number 3, kwa nini ni dhambi? Wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi. Tumemkuta akizini. Sheria imesema mtu kama huyu apurwe mawe afe. Wasemaje? Yesu akawaangalia, akainama, akaandika chini. Alichoandika hatukijui, lakini kuandika chini ndio the gist. Why did he go down and write? The act of going down and the act of writing on earth is the gist of that event. Akawaambia, yeyote kati yenu ambaye hajatenda dhambi na awe wa kwanza kumpura jiwe. Na leo hii Yesu anatuambia yeyote ambaye hajatenda dhambi na awe wa kwanza kuandika matope enye unataka kuhusu masista, kuhusu mapadri, kuhusu maaskofu, kuhusu kanisa. Kama haujatenda dhambi, kwa wa kwanza. Endelea. Maandiko yanasema waliondoka moja moja, kuanzia yule mdosi hadi huyu wa chini. Yoyote, jamii yoyote ambayo haina mtu aliyepiga mwenzake kofi, jamii yoyote ambaye haina mtu ambaye alimuua mwenzake, nikichukua the extreme,
supposedly. Jamii yeyote ambaye haina mtu aliyefunga ndoa wakawa na talaka, in any community, katika familia yenu, kuanzia nyanya huko nyuma mpaka wale cousins and nieces and nephews, if there is none who have challenge in your community with their wedding, with their relationship, with their associations, kuwa wa kwanza kutupa jiwe. Jambo ambalo nataka kuwaelezea nikimalizia, msikilizaji, watawa wa kike, sisters and nuns, they try as much as possible, wanajaribu iwezekanavyo kuwa wanyenyekevu. Unyenyekevu sio ujinga, unyenyekevu sio uoga. Unyenyekevu, nenda katika kamusi uangalie the meaning of humility. They don't crave for attention. They don't go for attention. It's about service. Kutumikia bila kuleta attention. Huwa wito wao inawafunza kwamba wasijivunie maisha yao. Ile wanasema boasting, not being happy but boasting. Wasiringe, sio kujivunia. Wasiringe kuhusu maisha yao, kuhusu utendakazi wao. Wasiringe. Msikilizaji, hata tusipowaelewa, wanatafuta njia ya kutufunza kuwaelewa bila kukimbia kwenye mitandao, Wana changamoto kama wewe na mimi. Wanajirekebisha, wanajifunza, wanaweka mikakati mipya na kuendelea kama vile wewe na mimi. They are taught, they are mentored, and they want to be taught better. They want to be mentored better, because life is about learning every day. Hii mambo ya my goals, my success. My goals, my success. Hakuna shirika ambalo nalijua hata mmoja liko na hiyo kama kauli mbiu yao. It is my ministry is God's ministry, for the greater glory of God. Ad maiorem Dei gloriam, AMDG. Msikilizaji, watawa wanaishi maisha ya kujitolea. It is not about me first. No, it's about they first. Maisha ya kujitolea. Wanang'ang'ana na imani, sio rahisi. Wanang'ang'ana na wito, sio rahisi. Wanahitaji support yetu. Ndio maana sisi kama redio yetu tumeona ni vizuri tuweke bayana mambo haya, ili tujirudie
Now that niliwatukana na nikaongea matope na nikazungumza huko, so what? How have I helped them to be better persons, more considerate towards others, more honest with themselves, and more honest to God? How have I helped them in those 4 ways? Tujiulize, nilichoandika kwenye mitandao, nilichozungumza, was it necessary? Number 2, whom did it benefit? Number 3, was God happy with what I wrote or said? Number 4, who amongst us has not sinned? Tujiombee na tuwaombee watawa. Sio rahisi. Tuwaombee mapadri. Sio rahisi. Tuwaombee maaskofu. Sio rahisi. Kama vile kwetu sio rahisi, hata wao sio rahisi. Sote tunahitajiana kushikana mikono, kupeana moyo, kurekebisha mabaya na kuendeleza mazuri. Ni ndani ya 89.2 FM. Ulikuwa nami Ogolla Mjomba. Kesho ni siku, na kwa mara ya mwisho tupate tena askofu aongoze hii kwaya, alafu baadaye baraka zake ndizo hizo. Mungu anakupenda sana. The Lord be with you. May the name of the Lord be blessed, both now.
The Lord be with you. May the name of the Lord be blessed, both now. Our help is in the name of the Lord. May the Lord bless you and keep you. Amen. May he let his face shine on you. May he be gracious to you and give you his peace. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you now and forever. Amen. Those